Kama unavyofahamu kahawa nchini kwetu Tanzania inalimwa katika mikoa 17 ambapo mikoa hii iko pembezoni mwa nchi yetu, ukianzia ukanda wa nyanda za juu kusini, Songea, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, Kigoma, Kagera, Mara, Arusha, Kilimanjaro, Manyara hadi Tanga. Na mkakati tuliokuwa nao ni kwamba tuzalishe tani 300,000 kutokana na mwenendo wa dira 2050. Mpaka hivi sasa tuko kwenye wastani wa uzalishaji, tunatakiwa kufikisha tani 100,000, lakini hivi sasa tumeshazalisha tani 75,000 na msimu bado unaendelea. Mauzo katika sekta yetu ya kahawa yamepanda, haijawahi kutokea kwa mara ya kwanza kupata trilioni 1 za Kitanzania. Kwa hiyo mwenendo kwa ujumla ni mzuri, na mkakati wetu umejikita katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni kuongeza tija na uzalishaji. Eneo la pili ni bei ya mkulima, na eneo la tatu ni kuwezesha biashara ya kahawa kufanyika kwa ufanisi zaidi na mazingira ya biashara hapa nchini. Kwa hiyo nikianza na eneo la kwanza la tija na uzalishaji, sekta yetu hii ya kahawa kupitia serikali inatoa ruzuku ya miche na kuwapatia wakulima bila malipo. Kila mwaka tumeweka mkakati wa kuzalisha miche milioni 20. Kwa msimu unaokwisha tumeweza kuzalisha miche milioni 27 na kuigawa kwa wakulima hadi mwezi Vuli za mwaka jana. Kwa mwaka unaokuja tunatarajia kuzalisha miche milioni 30. Hii itajumuisha pia wazalishaji binafsi, vikundi vya wakulima hasa vijana pamoja na wanawake. Miche hii inaenda kuwekwa kwenye mashamba ambayo tayari miti yake imezeeka, lakini pia kupanua mashamba mapya. Ikumbuke kwamba kahawa inapandwa pamoja na mazao mengine, lakini kuna maeneo ambayo kahawa inapandwa bila kuwekewa mazao mengine pure stand. Kwa hiyo miche hii sasa mingi imeenda kujazia pale ambapo miche ya zamani imekufa au miche imezeeka, lakini pia maeneo mapya ambayo hayatokani na uharibifu wa misitu. Hilo ni eneo la kwanza, na tunatarajia sasa kwamba mti mmoja wa kahawa utazalisha kutoka gramu zilizoko hivi sasa 350 mpaka 500 kwenda kilo 1. Eneo la pili ni eneo la tija yenyewe, kwa maana ya kwamba matumizi bora ya huduma za ugani pamoja na mkulima kutumia zile njia zote zinazopaswa kuzalisha kahawa. Ikumbuke kwamba kahawa ukitunza vizuri shambani, ukaweka mbolea, ikapata maji, basi uzalishaji wake unaweza ukakwenda vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana bado wakulima wetu wadogo ambao 90% ya kahawa ya Tanzania imetokana na wakulima hawa, ndio ambao sasa hivi tunashukuru kwa serikali kwamba wanapata mbolea ya ruzuku, wanapata miche. Kwa hiyo eneo hili litakuwa limekwenda vizuri. Eneo la pili ni kuongeza bei ya mkulima. Tunaongezaje bei ya mkulima? Kwamba mkakati uliopo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na ushindani. Tunaongeza ubora wa kahawa kwa kuchakata kahawa zile kwa kutumia mitambo ya kati ya kuchakatia kahawa. Kahawa inapochakatwa kwenye mitambo hii ya kati, basi ubora wake huwa uko sawia kulinganisha na mkulima anapochakata nyumbani mmoja mmoja. Kwa hiyo uchakataji huu unawezesha wakulima kupata kahawa ambayo ni bora na huongeza bei ya kahawa kwa takriban 20 na 25. Kwa hivyo hili ni eneo la pili ambalo tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba mbali na kuongeza uzalishaji, lakini la pili, kahawa ya mkulima inakuwa bora na kwenda kwenye masoko maalum. Masoko haya mengi yapo Japan na Jumuiya ya Ulaya, lakini kuna masoko mapya yanaibukia hivi sasa kama Korea, Urusi na Marekani. Lakini pia mkakati mwingine tunapanua soko la ndani. Soko la ndani ni soko ambalo lilikuwa limedumaa kwa muda mrefu. Tulikuwa 3%, tumekwenda 7%, na mkakati uliopo sasa ni kwenda 15%. Hii itasaidia sisi kuongeza ajira. Serikali itaongeza ajira kwa vijana, lakini vilevile utegemezi wa soko letu nje ya nchi utakuwa mdogo, na sio hivyo tu, tutapata manufaa ya kunywa kinywaji bora kabisa cha kahawa kwa Watanzania wenyewe. Nashukuru sana.